ndio anakusaidia. Zaburi mlango wa kwanza na mstari wa kwanza. Zaburi mlango wa kwanza na mstari wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo moyo wako usiwe katika hali ya kuwa na wasiwasi. Unahitaji yule anayekaa ndani yako ndio akutie nguvu, akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Akusaidie, akutie nguvu. Zaburi mlango wa kwanza na mstari wa kwanza, neno linasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Mtu ambaye anakiri kwamba katika maisha yake Yesu ako ndani yake. Mtu ambaye anasema nikiwa na Yesu ndani yangu sijachelewa. Msaburi anasema ni heri mtu huyo asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hakwenda katika shauri la wasio haki. Mtu ambaye amesema kweli, nikiangalia historia ya kwetu, kulingana na umri huu, watu wakifika hapa, wacha kunena maneno ya kubarikiwa, wacha kunena maneno ya kuwa wewe ni mtu umeendelea. Kulingana na umri huu, sahau. Sasa neno ama Zaburi, Daudi anaongea, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ndani yake anataka Yesu awe pale, ili kinywa chake kiwe kinaweza kukiri, nikiwa na wewe Yesu ndani yangu, ninajua sijachelewa. Ni kweli miaka imefika 50 na ninapoangalia sioni hali ya kubarikiwa, lakini kuna kitu ambacho nimekichagua. Mimi ni heri, sijaenda katika shauri la wasio haki. Niko hapa, ninakungojea hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakusimama, wacha kwenda, hakudhubutu kusimama katika njia za wakosaji. Huyo ni mtu ambaye anasema nikiwa na wewe Yesu ndani yangu, ninajua sijachelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mteule wa Kristo kuna mambo anastahili kuyaangalia. Namba 1 inasema heri mtu yule asiyekwenda. Kwa hivyo usiruhusu miguu yako kwenda, idhibiti miguu yako. Heri mtu yule asiyekwenda, yaani miguu yako usiende. Namba 1, miguu yako isiende katika shauri la wasio haki. Amen. Heri mtu yule asiyekwenda. Kwa hivyo usiende wewe. Wala asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hivyo miguu isikupeleke katika mashauri ya watu wasio na haki. Wala hakusimama, hiyo miguu isisimame. Usikubali isimame. Hata ukisikia ni kama unawasha, unajua kuna maneno mengine mtu usikia kama yanawasha, usiruhusu miguu yako kusimama. Wala usiruhusu, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi. Hata usiruhusu. Bwana apewe sifa. Usiruhusu hapa penye kukaa pakae. Sitatamka jina lake, lakini usiruhusu hapa penye kukaa pakae. Usiruhusu. Maana unataka useme nikiwa na wewe Yesu ndani yangu sijachelewa. Kwa hivyo watu ambao wanaweza kusema Yesu ukiwa ndani yangu sijachelewa, hawaruhusu miguu yao kwenda, na wala hawaruhusu miguu yao kusimama, na hawaruhusu sehemu zao kukaa. Hawaruhusu, ili waweze kusema nikiwa na wewe Yesu. Wakati mwingine vitu vimecheleweshwa ni kwa sababu miguu yetu tumeiruhusu.
tumeruhusu kusimama na tumeruhusu sehemu zetu kukaa. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini sasa ninakutia moyo, wewe usiruhusu. Amen. Usiruhusu kwenda kwa wasio haki, wala hukuketi barazani kwa wenye mizaha. Mstari wa 2, mbali sheria ya Bwana ndio impendezao, na sheria ndio impendezao mtu huyo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Huyu mtu ambaye hajaruhusu na amekataana na vyote, sheria ya Bwana ndio inampendeza, na hiyo sheria ya Bwana anaitafakari mchana na usiku. Huyu mtu ukimwangalia mchana anaendelea kutafakari sheria ya Bwana, usiku unaweza kupitia kwa geti yake ama kwa dirisha yake, unasikia yuko mtu ambaye anamwambia Mungu, ninajua sijachelewa bado. Bwana apewe sifa. Anatafakari sheria ya Bwana mchana na usiku. Mtu huyu, mstari wa 3, naye atakuwa kama. Yaani kuna vitu ambavyo ni vya ajabu. Bwana amekuja sasa hivi Zaburi mlango wa 1 na mstari wa 1. Sasa hivi tuko mstari wa 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki. Naye atafananishwa mtu huyo, atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya mito ya maji, ambao mti huo unazaa kwa majira yake, na jani ya huo mti alinyauki. Mto ni Yesu. Sisi tumekuwa ni miti. Mto ni Yesu. Majani ni zile baraka zetu. Kwa hivyo wewe ni mti, Yesu ndiye mto, na majani yako ni ile baraka yako. So angalia, majani yako yananyauka ama hayanyauki. Unapoendelea kumtafuta Bwana, angalia wewe majani yako yanaendelea kunyauka ama hayanyauki. Matunda yanapatikana kwa majira yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wala jani yake alinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Jani alinyauki na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mto ni Yesu, na mimi ni mti, nimepandwa hapo kwa Yesu, tumeunganishwa na Yesu. Kwa hivyo ananiambia sitanyauka, baraka zangu hazitanyauka, zitakuwa mbichi. Hata watu wakisema hakuko sawa, sisi tunakula, tunashiba, sisi tunaendelea vizuri, sisi tunakaa kubarikiwa. Hata watu wakisema sio mzimu wa kupima vipya, wewe unapima kwa sababu wewe asiwa sehemu ya kunyauka. Wewe unyauki. Anaweza kuwezika. Watu wakisema hali sio nzuri, wewe si mtu wa kunyauka. Wewe ni mtu ambaye unasema nikiwa na wewe ndani yangu sijachelewa. Amen. Hata ukikuja upande wengine wameambiwa vimeisha, unajitia moyo kusema ni kweli vimeisha baza Benjamin, lakini ninajua nikiwa na Yesu ndani yangu. Umeniambia vimeisha, nikiwa na Yesu ndani yangu sijachelewa. Lakini kwa sababu tuliruhusu miguu kwenda, na tukaruhusu isimame, na tukaruhusu sehemu zetu kukaa, sasa neno linasema na kila lifanyalo litafanikiwa. So vitu havifanikiwi kwa sababu hatukukamata tangia mstari wa 1. Amen. Sasa kwa hivyo sasa unaanza kusema sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makaba yapeperushwao na upepo. Kwa hivyo sisi
wateule, sisi sehemu yetu ni kwamba hatutanyauka, baraka zetu hazitanyauka, kwa sababu tumeunganishwa na mtu ambao ni Yesu Kristo. Na wale wasio haki, nini nasema, sivyo walivyo. Wao ni kama makapi. Kwa hivyo mtu huyu tangia asubuhi anaweza kuendelea kuitisha vitu na asivione, kwa sababu yeye ana haki. Yeye ni kama kapi, haki haipo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu miguu yako kwenda. Kaa kwa Bwana, mwambie Bwana, mimi niko hapa na sitaenda mahali, ninakusubiria hapa, maana mimi ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu wa 3, acha nisome tena. Jesus. Mstari wa 3 unasema kitu, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Wewe baraka zako zikujilie kwa majira yake. Maana wewe umeunganishwa na Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Umeunganishwa na Yesu Kristo. Nasema nimesoma Mwanzo 5 mstari wa 24. Umeunganishwa na Yesu. Matunda yako yawe kwa wakati wake. Hata kama unaona umechelewa, mwambie Yesu, sijachelewa, kwa sababu nimedhibiti hali zangu, nimekatana na hali za dunia hii, nimetaka kukaa hapa kwako. Ufika basi. Mwanzo 5:24, Enoki akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Akaenda pamoja na Mungu. Enoko alizuia miguu yake. Enoko akaenda pamoja na Mungu, na yeye akatoweka. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wewe ukiwa si mtu wa kwenda katika shauri la wenye haki, la wasio haki, na wala hujasimama katika njia zao za wenye mizaha, na wala hujakaa katika vikao vyao, tambua kwenda pamoja na Mungu. Enda na Mungu. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Sasa hebu anza mstari huo 23. Mstari wa 23. Mwanzo 5:23. Siku zote za Enoko ni miaka 360. Ngoja basi. Miaka 300? Miaka 365. Miaka 365. Siku zote za Enoko akienda na Mungu. Bwana apewe sifa. Akienda na Mungu. Miaka 365. Can you imagine? Miaka 365 akienda na Mungu. Neno linasema na yeye akafanya nini? Mstari wa 24. Soma. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Akaenda katika miaka 365. Hakuugua, hakupatana na changamoto, hakupatana na vitu vinavyovunja watu moyo, hakupatana na mambo ambao yanaweza kumfanya ende katika hizo vikao, hakupatana na vitu ambavyo vinaweza kusikia asawishike aingie katika vikundi vyao. Alikutana navyo. Manake hatuishi kwa maisha mageni, tunaishi kwa maisha yaliyoishi wengine na wakashinda. Miaka 365 yangu haijafika bado 60 bado, lakini Enoko akaenda pamoja na Mungu.
akaenda pamoja na Mungu. Oh, Mungu twende pamoja na wewe. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtwaa. Nimekuja kukuambia enda pamoja na Mungu. Mungu akutwae akuingize kwa baraka zako. Hata kama unaona umechelewa, tembea pamoja na Mungu katika hiyo hali. Mungu akutwae akuingize kwa baraka zako. Neno linasema Enoko alitwaliwa na Mungu. Hebu soma hiyo 24. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtwaa. Alitoweka. Hakuonekana. Wewe henda na Mungu. Utwaliwe na Mungu kulingana na wewe jinsi unavyoenda na Mungu. Enoko alitwaliwa kulingana na yeye jinsi anavyoenda na Mungu. Baba ngonde Mungu kukutwaa wewe akuingize kwa baraka zako ni tofauti na vile akatwaa Kulungu, ni tofauti na vile akatwaa Mzee Maina, ni tofauti na vile atanitwaa mimi. Henda na Mungu kiwewe akuingize kwa baraka zako. Enoko akaenda na Mungu na Mungu akamtwaa. So basi hiyo 24 Enoko hata nikamalizia hapo sina shida. Enda na Mungu. Enoko akaenda na Mungu na Mungu akaenda pamoja. Ngoja basi. Enoko hakuwa mwanadamu. Alikuwa malaika. Hakuvunjwa mioyo na watu, hakuumizwa na watu, hakukutana na watu ambao si wa njia ile ya wokovu. Alikutana na wao, lakini alikuwa amefocus kitu kimoja. Nimechagua kwenda na Yesu. Nimechagua niende na Mungu. Sina njia nyingine. Nimechagua kwenda na Mungu. Basi wewe neno linasema akahamishwa. Soma basi. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Naye akatoweka. Maana Mungu alimtwaa. Akatoweka. Sasa mkewe aliulia hakujua. Sasa hizo ni vitu vya kiajabu wanawe. Lakini yeye alitazama kwenda na Mungu. Mungu akamtwaa, akatoweka. Mimi sijakuja na ufunuo wa kukwambia ngonde utatwaliwa utoweke. Nimekuja na ufunuo wa kukwambia Mungu akutwae akuingize kwa baraka zako. Mungu akutwae akuingize kwa miujiza yako. Mungu akutwae akuingize katika sehemu yako ile umeitafuta kwa kwenda na Mungu. Sema sina ufunuo wa kukwambia utatwaliwa tusikuone. Huo sijakuja nao. Huo ulikuwa ni wa Mungu na Enoko. Nimekuja kukuambia ufunuo ule niko nao ni huu. Bwana akutwae. Henda na Bwana, Bwana akutwae kuingize kwa hitaji lako. Sije mtu akapotea. Useme Bazakelo alisema watu watwaliwe. Jina huo ufunuo. Ufunuo niko nao ni kukuambia Bwana akutwae na akupoteze kwa dila za adui zako. Hebu soma hiyo 24 basi. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Akatoweka. Na Bwana akutoeshe wewe mbele za maadui zako. Yaani Bwana akutoeshe utoweke mbele za maadui zako. Wale wanaosimama katika sehemu yako, Bwana akutoeshe hata ukipita wasijue kama umepita. Wale wanaokutatiza, nimekuja kukuambia hivi, Enoko alitoweka hakuonekana. Wewe toweka mbele ya maadui zako, wasikuone ukipita. Toweka mbali, Bwana akutoeshe. Bwana akukamate. Walikuwa wamepanga vita hivi, wamekupangia vita. Bwana akukamate kwa sababu anaenda pamoja na wewe, akutoeshe. Babaki wakiulizana atapita saa ngapi, masaa yake ndio haya. Bwana alikutoesha wewe. Bwana akwesi. Bwana haende na wewe. Haleluya. Soma Mithali basi 4. Mama Zinga.
akutoeshe kwa maadui zako. Ile duka bado ni moja, ongeza nyingine. Amen. Unaweza kuajiri hata wewe. Amen. Unaweza kuajiri. Haitaji amen. Kubwa mama. Hiyo ni yako kubwa. Duka yako mama. Mama Zinga duka yako. Mithali 4 mstari wa 14. Usiingie katika njia ya waovu. Usiingie. Tangu ngoja basi pale ilisema usikwende. Ikasema usisimame. Ikasema usikae. Aha. Sasa wewe ukienda hivi usikubali kuingia katika hizo njia za waovu. Usikubali. Kwanza usiende. Pili usisimame. Na usikae. Na usikubali kuingia. Na usisimame. Soma basi. Usiingie katika njia ya waovu. Wala usitembee katika njia ya wabaya. Ngoja basi. Zaburi hakusema usiingie. Hakusema usitembee. Alisema usikwende. Sawa? Sasa huyu ni mteule. Usiingie wala usikwende. Maana unaweza kusikia vile walikusema. Unaweza kusikia vile waliongea habari zako. Ukaona sitangoja wacha niende mwenyewe. Neno anakuambia usiende. Hata ukisikiaje usiende. Hata ukisikia ndani unachemka kama uko karibia kuiva usiende. Usiende huko. Kaa. Mwambie Bwana ninajua ukiwa ndani yangu sijachelewa. Hata kama wamenisema sijachelewa ukiwa ndani yangu. Na kwani walikuwa wanaongea nini? Walikuwa wanasema mimi ni maskini. Bwana sijachelewa. Sijachelewa. Na si kweli ni kama walikuwa wanaongea ukweli wangu. Si ni kweli? Si ni hivyo, si ni kweli Bwana. Lakini ninajua sijachelewa nikiwa na wewe. You know sometimes tunataka kupiga vita vitu vingine vikiwa ni vya ukweli vilivyosema. Sasa jengo mtu akisema Huyu watu ni jengo. Huyu siku tumekuja hapa Mombasa hivi karibuni na tumejenga makwetu. Huyu ni kama anaabudu Mungu kipofu. Na ukweli ni kwamba sijajenga kwangu. Si ni ukweli huo? Sasa niende nikawaambie, ndugu shinyinyi mmeokoka. Mlikuwa mnanisema kwa nini? No, ni ukweli huo. Sijajenga ni ukweli. Sasa nilisikie kweli wa ndugu walinisema. Na nigeuke niambie Bwana si ni kweli? Ni kweli walisema. Na kweli Bwana bali mimi nimejenga. Mimi sijajenga Bwana, lakini ninajua hivi. Nikiwa na wewe ndani yangu sijachelewa. Wao walisema Bwana, lakini ukweli ni kweli ndio huu Baba. Sijajenga. Na hata kwanza blood sijapata maji. Naendelea kutafuta. Huo ni ukweli. Lakini wandugu walisema, sasa niende level nyingine. Nimwambie Bwana ni ukweli wale wandugu. Walikuwa wakisema ukweli. Licha ya kuwa walinisema, lakini walisema ukweli. Lakini Baba na mimi nimekuja kwako. Hata sisikii kwenda kuwauliza. Nimekuja nikwambie hivi Baba, ninachojua ni hiki. Nikiwa na wewe ndani yangu, sijachelewa. Niko kwa process, sijachelewa. mstari wa 14. Sasa mtu anasema hata tunamwona huyo mzee hata kudress kwenyewe hajui kudress. Ni kweli. Kama mimi nina udhaifu wa kudress mimi. Mpaka nipange nilikuwa nimetoa hii na nyingine white nikanjoroza nikampa wewe wachana mwenyewe. Niko na hiyo shida. Sasa nimedress hivyo, wameniona wananisema ni ukweli. Sasa kwa nini niwafuate? Mimi nikae na Mungu. Bwana Roho Mtakatifu Mungu kutusaidia. Kama mke wangu hapo anamsaidia hapa akinisaidianga. Lakini leo alinisaidia. Basi Usiingie katika njia ya waovu. Usiingie. Wala usitembee katika njia ya wabaya. Wala kuna waovu
wabaya. Kuna waovu na wabaya. Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Usiingie katika njia ya waovu, usiende huko, wala usitembee katika njia ya wabaya. Kuna mtu mbaya, dakika mbili mkiungana hivi amekuambukiza ubaya. Hata ukitoka hapo umeanza kupumua ubaya. Soma basi leo, siku tarajia amen nyingi. Baba Mungu akubariki. 15. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Wewe ushaona mtu mwenye anajiepusha? Ushaona mtu mwenye anajiepusha? Jengo ndio. Toka hapa. Toka hapa. Mtu mwenye anajiepusha. Unaenda pale kwa Pastor Vincent. Ngoja baba, haraka. Unakuja hapa kwa Pastor Vincent. Hii maji ni yangu. Iko hapa kwa Pastor Vincent. Ndio unakuja kuchukua. Na hii ni njia. Soma huu mstari basa. Ujiepushe nao, usipite karibu nayo. Ujiepushe nao, au wenye ubaya, usipite karibu nao. Baba, mimi ni ndugu kabisa. Leo nafunga swali aiwe supu. Na nimejaa kabisa. Roho nimejaa. Sawa eh? Sasa mimi niko hapa, ninakungoja hapa, unaenda kwa Pastor Vincent. Sasa shika hiyo maji. Alikwambia ndugu, upitie kule kwangu, ukienda huduma nikupe maji ya kunywa ukiwa unahudumu, sitafika. Sasa na mimi niko hapa, nataka ninene maneno ya kuvunja moyo kwa ajili ya Baba Vincent. Niko hapa. Sawa? Niko hapa. Sasa kwa sababu unaogopa hiyo, itabidi uende hivi baba. Upite hivi ukuje kwa Pastor Vincent uchukue maji. Maana unaniogopa mimi. Na kile nitakachokuambia ni kwamba hapa yale maji utakayokuwa na Pastor Vincent, usiane. Yale makaya ameweka kitu. Yule si ndugu yule. Yule si ndugu. Sasa mimi ndio nakuambia hayo. Nataka kukuambia hayo. Na ndio unaepuka hapa. Na kule unapokwenda unaenda injili ya nje. Tena umeitwa na Mungu. Wala hakuna mshirika anakufuata ambao atakwambia maji haya. Huyu ndugu akafunuliwa na Bwana. Pita kwangu. Maana mimi sina kwenda. Pata maji baba. Usipite hapa mpaka kungoja hapa. Sasa ni huko. Bana kwa sio. Sasa soma. Jiepushe nayo. Usipite karibu nayo. Usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Igeukie mbali, ukaende zako. Baba alikuwa hapa na pale anapokwenda ni pale. Lakini neno linasema usiende huko, geukia mbali, ukaende zako. Wanapoesiko, ingia lazima gobi, hiyo kafunga. Mpaka mteule haelewe maisha yale tunaishi si maisha ya kubahatisha, ni maisha ya kuwa sawa. Jiepushe na wabaya. Geukia mbali. Sikia. Jiepushe na njia za wabaya. Geukia mbali. Geuka, enda. Mtu mmekuwa marafiki, ghafla umeacha kuona urafiki wenu na yeye umepungua. Hebu jiulize, anaweza kuwa amekimbia na Mithali 4, 14 na 15. Huyu ndugu tulikuwa tunakutana sana. Mbona siku hizi mbona ndugu mambo ndio mengi tutaonana. Inawezekana ameelewa ninaposhinda na huyu baba kuna kitu kinapungua ndani yako. Maana kama kuna kitu cha kutunza ndani yako ni mtu wa ndani asipungue. Kama kuna kitu cha kutunza ni Yesu Kristo asipungue ndani yako. Sasa mtu anaweza kugeuka ukashindwa. Basi Benjamin, nilikuwa mara kwa mara nakupigia, nilikuwa mara kwa mara niko kwako sitoki, sasa si. Ukinipigia nakwambia basi nimeshikana kidogo, ukikutana na Karo nakwambia nimekutana na Baba Kindu hapa kwa Mbona aliniambia ameshikana? No, wenda ikawa Pastor Kindu ametambua
usikwende, usisimame, usikae, usipite njia zao. Leo tuko makanisani na si hapa ni Moroko, lakini tumeshikana. Maana nikiachana na Baba Maina, John Maina, watu watasema kwa nini tumeachana? Tumeshikana kabisa. Baba, watu wanaweza kusema ukitaka Baba Kindu kama hapatikani, pigia Anthony utawapata. Sasa imekuwa tunavumiliana na Anthony, lakini hatuongezani, hatutiani faida ya kuendelea. Ni ile kuvumiliana, lakini hata tukiangaliwa hatuna kitu kinachoongezeka, hatuna kitu kinachoendelea. Ni ile kuvumiliana kwa sababu tumejulikana sisi ni marafiki. Mzee, nikuongeze na wewe uniongeze, ni uongeze ndugu, ni umuongeze. Wacha kukaa na mtu kwa vile ni sisi ni dada katika Kristo, ni ndugu, na muongezani. Amen. Siku nikiiba mzee, nikiiba mimi, utatafutwa wewe, tuonyesha kwaje. Sasa wewe unakaa na mtu, mnasonga, namwombea atabadilika. Kama alitoka katika njia ile, achana naye, shika njia nyingine, fuatana na Yesu, achana naye. Amen. Muombe ukiwa kando. Sasa utaniombea nikiwa msharati na uko pamoja na mimi. Hadi ninaenda ninaingia gesi na unakaa hapo nje. Unaanza kusema in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mzee, mimi kuna ndugu ameingia hapa gesi na mke wa watu, si mke wake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Roho usharati na no. Achana na mimi. Enda ukaniombea ukiwa huko. Ili watakapokuwa wakisema yule alibadilika, usitajwe. Sikuja kukubiria injili ya amen. Nimekuja kukuambia heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Uko kwa haki, kwa wasio haki watafuta nini na wewe mwenye haki? Umekutana na mama yule amekasirika. Sasa ukasirika. Mbona kasirikaje? Ukasirika. Sasa nicheke. Sasa wewe unataka kuniambia hao mama wawili wamekasirika na wewe ndio uko hapo katikati yao unasema hao tu watacheka. Watacheka kwa jina la Yesu. No. Watakuambukiza ile na wewe kukasirika. So kwanza ndio ukae kando na wao. Hawaanze kudili na roho ya kukasirika ukiwa hauko katikati yao. Maana neno linasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake. Sasa soma Yeremia 17:8. Nani? Yeremia 17:8. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Sikia. Yeremia anarudia. Yeremia 17:8. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, unaoeneza mizizi yake kwa mto, wala hilo jani lake halitanyauka. Hautaona hofu wakati wa hari. Auoni hofu. Bwana kwa siku. Lakini bado tukiwa hivyo, kwa sababu hatukuacha njia zingine, au zikija zinatubeba, zinatupeleka kiwango kingine, tunasikia kuisha. Wewe usigeuke. Kaa vizuri na Bwana, usigeuke.
Tembea na watu wanaoongeza value katika maisha yako. Kaa na watu ambao wanakuongeza. Kaa na watu ambao wanakuambia dada, tukishika njia hii tutafika kule mbele. Tukienda hivi tutafika mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia watu. Waambie michezo hiyo ya aina hiyo wapendwa, hata kama nyinyi wapendwa, mimi sichezi. Michezo gani? Michezo hii ya kupotezeana muda. Tukisema tumekuja kwa maombi, mimi hiyo siko. Mimi nikija kwa maombi nimekuja kumtafuta Bwana. Maana wewe utofauti. Soma basi, soma. Soma hiyo Yeremia 17 mstari wa 8. Maana atakuwa kama mtu uliopandwa ngano. Haisemi watakuwa. Atakuwa. Kwa hivyo unastahili kuwa katikati ya watu, ukue tofauti na wao. Wewe atakuwa kama mti, atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Kuenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujambo. Bali jani lake halitakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Wala hautaacha kuzaa matunda. Hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Nisikie nikutie moyo. Usihangaike hata wakati wa uchache watu wanapoona hali sio nzuri. Wewe usihangaike hata watu wakisema mapato sahihi yameenda chini. Hiyo sio sehemu yako, maana neno linasema hatahangaika hata wakati wa uchache wa mvua. Wewe usihangaike, Bwana akupeleke kiwango kingine. Hata watu kusema uchumi umebadilika, uchumi umebadilika kwao, wewe una Mungu anaweza kukusaidia. Usihangaike. Amen. Usihangaike. Katika mwaka wa uchache wa kuinuliwa, watu wanasema hali ni ngumu, hali imekaa. No, toka hapo. Wewe enda wakati wanasema hivyo. Mwambie Bwana, nikiwa na wewe ndani yangu hali iko sawa. Nikiwa na wewe ndani yangu unaweza ukanisaidia. Kwa maana neno linasema Yeremia, hatahangaika hata wakati wa uchache wa mvua. Hali kweli ni mbaya, mimi sihangaiki. Hali kweli ziko hivi, wanangu watasoma. Sihangaiki. 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 Soma Mwanzo 39 verse 2. Mabini wale mko hapa. Wale mabini mko hapa. Kila unahitaji ni kutafuta Yesu. Kila unahitaji ni kumwambia Yesu, mimi ni binti wa imani. Basi. Na kile ninangoja ndoa. Sikia. Hauhitaji uende kwa Mtiso ujue kwa Mtiso wakoje. Hauhitaji uende kwa Kamau. Hauhitaji uende kwa Dennis na si huyu wetu. Mungu akubariki, nimekuona. Unahitaji ukae sawa na uvae vizuri, utetee usichana wako na utembee vizuri, na wajue wewe sio bingwa wa mchezo. Wewe ni binti ambao ufuatifuati hizo njia, uko sawa. Amen. Alafu wewe wandugu kwenye macho ine mimi ninaitwa Anton Aina. Ninaitwa Vincent Tole. Jana umechumbiwa. Usiende. Sasa tatizo ni kuwa hata mabini wa imani wameenda kwa hizo njia. Hata mabini wa imani wameenda kwa hizo njia.
Kwa hivyo wale wanaokwenda zikiwa zinaonyesha tight, zinaonyesha hata mabindi wa imani na wao wako huko. Kwa hivyo ndugu wako hapa wasawa, aliokolewa kutoka ulimwenguni, akakimbia mambo yake, akikuja huko anakutana na dada, anasikia moyo unasema ndiye huyu, akiangalia uzi kama wa tembo anasema ndiye huyu, lakini akiangalia anashindwa. Nilichotoroka ulimwenguni ndicho hichi nakiona sasa. Njia ile, kwani ulikuwa unafikiria njia ni ipi? Ni hiyo. Usisimame kwa njia ya wakosaji, wala usiende, wala usiketi. Amen. Mwanzo 39 mstari wa 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Hapo ndio nilikuwa nataka. Bwana awe pamoja na wewe na akufanye ustawi, akufanye uongezeke, akufanye uende mbali, akufanye uwe tofauti. Neno linasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Amen. Pamoja na Yusufu, naye akastawi. Bwana alikuwa pamoja na watu, huwafanyia kibali tofauti na watu wa dunia. Lakini kwa sababu wakati mwingine tunaenda na Mungu kama babu yetu, Mungu hayuko hivyo. Mungu anataka umsongelee na usiende na uache na ukae sawa, akufanye ustawi, akufanye ustawi, akufanye ustawi, akufanye ustawi. Bwana Yesu apewe sifa. Simama kwa miguu yako. Basi soma Zaburi 1:25. 1:25 verse 1. Zaburi 125 mstari wa kwanza. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Zayuni, ambao hautatikisika kwa kaa milele. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, unakaa milele. Wale wanaomtumaini Bwana, wao wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni. Bibi atumaini Bwana, kijana atumaini Bwana, mzee atumaini Bwana. Hata hali zikimwambia mimi ndio hiyo hali, hataogopa na hatatingizika. Hata changamoto nikwambia, waza tuniguse hapa. Changamoto nikwambia ndio mimi nimekuja, hatatingizika. Yeye anakaa maana anamtumaini Bwana. Amen. Sikia. Wewe tumaini Bwana. Wewe kaa vizuri. Maana tumaini Bwana. Penda watu wako, kana watu wako vizuri. Hata hali ikiwaje, usitingizike. Mwambie Bwana na kutumaini wewe. Hata kuweze, sitingizike na kutumaini wewe. Wewe tumaini Bwana. Wacha kuwa na wasiwasi. Kaa vizuri na Bwana na kutumaini. Songa na Bwana. Simama kwa miguu yako nikombe.